Popote ulipo na kukaribisha sasa kupata ufahamu wa maana ya funga, na tumeanza na mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa wenzetu Waislamu. Wenzetu Waislamu wanafunga ya siku 30 ambayo ilianza na Mtume Muhammad. Kwa uchunguzi wa kina alipata maelekezo alishikiwa na Qur'ani takatifu. Baada ya hapo akaanza kuieneza habari au Uislamu katika nchi au katika mji wa Maka. Alipoanza kueneza, zamani zile walikuwa na miungu, wanaabudu miungu mbalimbali. Kwa wale waabudu miungu wakaanza kumpiga vita kwamba tuna miungu yetu na nahitaji Mungu wako huyu. Vita vikawa vingi na wakaanza kumkimbiza huku na kule na akawa hana utulivu. Baada ya hapo ikabidi akimbie kwa sababu ya vita, kimbia mji unaitwa Madina. Madina pale ambako ni kama kilomita 500 kutoka katika mji wa Maka kwenda Madina. Akaanza kuieneza dini katika mji ule. Alipoendelea, vita vile bado vikaendelea kuwepo, havikuwa vita vya kawaida, wakimsukuma na kumzonga ya kwamba hii dini yako ni dini gani, hatuielewi kabisa. Alikuwa na wafuasi ambao tayari walikuwa washakuwa na nguvu, wakamwambia hawa watu wanapambana sisi kwa mapanga, kwa silaha za jadi hizi, basi pia tunataka tukapambana na wao ili wasiendelee kutusumbua na kututesa. Lakini baadaye yeye Mtume Muhammad akaambia hapana, tusipigane kwa mbinu zao wanazozitumia wao. Tutafute si mbinu sahihi. Kwa akawaambia subiri, nitawapa mbinu. Kwenye kumtafuta Mungu wakapata maelekezo ya kwamba sasa waanze kufunga. Kwa hiyo wakasema tufunge tupate nguvu za kukabiliana na watu. Kwa nia yao ya kufunga ya awali ilikuwa nafunga ili wapate nguvu za kupigana na wale ambao walikuwa wanapambana dini yao. Wakafunga baadaye wakaanza kupata nguvu. Mara ya kwanza kwa siku 17 wakaanza kupambana wale maadui. Kwa bahati nzuri au kwa neema wakafanikiwa, wakawa wamewapiga na kuwasukuma mbali. Watu walikuwa maelfu, walikuwa mamia, lakini nguvu yao ilikuwa kubwa na wakaweza kuwasukuma mbali. Haikuishia hapo, wakaendelea, na baada ya kuwa na ushindi ikawa ndio mbinu yao ya vita, lazima wafunge. Na ndio maana wamekuwa na mwezi wa mtukufu wanaoita mwezi wa Ramadhani, ambao hufunga kwa siku 30 wakiwa na nia na kusudi moja tu ya kwamba wanapata nguvu za kupigana vita. Wanafafanua kwa maana nyingi. Pata nguvu za kupigana vita wanamaanisha kwamba kuomba toba na rehema, kujitakasa, kupunguziwa dhambi, wana maana hiyo. Hiyo ndio historia bora kabisa inahusiana na funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nia na lengo lao kuu ndio hilo hapa. Lakini watu wa pili ambao wana imani kwenye kufunga ni upande wa Kristo, na hasa hawa wa Katholiki. Katholiki wanayo funga yao pia wanaita Kwaresma, ambao wanafunga kwa siku 40. Wao ni siku 40 sio 30, wao ni 40. Lakini wakiwa na nia yao ambao ni nia njema tu. Nia yao ni nini? Wao wakati Yesu aliposhitakiwa, ile kushitakiwa Yesu ya kwamba kuna mambo kadha wa kadha kama kumshtaki ili mwisho wa siku wahukumiwe na baada hapo afe. Kwa hiyo ile walipoanza ile mashtaka kumshitaki, kuanzia walipoanza mashtaka yake mpaka kampeleka kwenye kesi kwa baadhi ya wakuu wa masinagogi na viongozi mbalimbali, yale mapambano yake mpaka kufikia kuhukumiwa, tafiti wanasema ni kama siku 40. Ilikuwa na kesi ya siku kama 40 ndipo akaweza kuhukumiwa. Kwa hiyo manake ni kwamba wenzetu hawa wanatumia ule muda wa siku 40 kwamba wanashiriki mateso na Yesu. Kwa wanakumbuka kushiriki mateso na Yesu. Kuna funga hizi aina mbili. Tumeona funga ya wenzetu wa Uislamu, lakini tumeona pia funga wenzetu wa Catholic, wana nia gani na wana lengo gani. Tumekuwa na funga zingine za Pentekoste au dini zingine za Kikristo kipande wa Pentekoste ambao wanaanzia mbali. Tunafunga sisi tunaziamini nyingi kuanzia Ibrahim, lakini naomba nianzie hapa kwa Yesu. Yesu alipofikisha umri wa miaka 30, Biblia inasema akaenda Yordani akabatizwa na Yohana Mbatizaji, akasema imenipasa kuitimiza haki yote. Baada ya pale Biblia inasema kwamba mbingu zikafunguka
Zilipofunguka zikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu nayependezwa naye, msikilizeni. Baada hapo binasema Roho wa Bwana akamuongoza nyikani kwenda kujaribiwa. Roho wa Bwana akamuongoza nyikani kwenda kujaribiwa. Inasema hivyo kwa nyikani akafunga siku 40 akiwa nyikani, siku 40 akiwa nyikani, usiku na mchana bila kula chochote. Binasema baada hapo akapata nguvu. Alipokuja mjaribu, alikuwa na uwezo wa kukabiliana na mjaribu, kwa sababu tayari alikuwa ameshafunga siku 40. Maana ya funga hii ya Pentekoste inamaanisha ya kwamba unautiisha mwili. Yaani iko hivi, mwanadamu ana vipande viwili. Mwanadamu ana upande wa rohoni na ana upande wa mwilini. Anaishi rohoni na anaishi mwilini. Kwa upande wa mwilini huwa siku zote una uhasama na upande wa rohoni, kwa sababu mwili unataka kula, kunywa, kuenjoy, kustarehe. Kwa ili uconnect rohoni, ni lazima mwilini uache vitu vya mwilini, ndipo uconnect rohoni. Kwa tunaona kwamba ili Mungu amkabidhi Yesu Kristo ulimwengu, ilibidi kwanza afunge siku 40 autiishe mwili. Alipoanza kuutiisha mwili, manake akavaa ile uwepo wa rohoni. Mimi nasema ya kwamba hata mjaribu alipokuja kupambana naye hakumweza, kwa sababu tayari alikuwa na uwezo wa rohoni. Kwa hiyo tunagundua kwamba maana ya kufunga, tunafunga kwa sababu gani? Ili tuhame kutoka katika mfumo wa mwilini kwenda katika mfumo wa rohoni, ambako mwili huwa ni adui wa rohoni. Kwa tunapokuwa tunafunga, manake ni kwamba sasa tunaweka mwili, tunaviachanisha. Kwa mtu anazama kwenye uwepo, anakuwa si yeye anaishi tena, ila ulimwengu wa roho ndio una control maisha yake. Tunamwona Yesu alifanya jambo hili wakati alipofikia kwenye wakati sahihi. Nasema akatoka nyikani akajaribiwa na shetani, alikuwa na ushindi wa kutisha, kwa sababu tayari alikuwa amefunga. Manake ni kwamba amehama kutoka mwilini na amehamia rohoni. Lakini baadaye tutajifunza kwamba hata alipoingia hekaluni ulikuwa ni wakati wake sahihi kabisa. Au ameshakomana miaka 30, akapewa chuo cha nabii Isaya, akafungua sehemu tata ambayo ilikuwa anajua lazima ingeleta vita kuletea tafsiri. Lakini kwa sababu amefunga kwa muda mrefu, alikuwa na nguvu za kukabiliana na janga au tatizo lolote. Kwa tunaona wafungaji wengi kwenye Biblia. Kwa mfano, unaweza kuongea habari za Esther wakati wako katika nchi ya utumwa kule Babeli. Vinasema kwamba wakapambana, pakawa wanawaua Wayahudi ambao walikuwa utumwani kule, lakini wakaamua, hii familia ya Wayahudi wakaamua kwamba lazima wafunge, na wakafunga, na baada ya kufunga ukombozi ukapatikana. Kwa tunagundua kwamba maombi au kufunga ni nguvu ya kuingia kwenye mapambano, inakupa namna ya kushinda, kwa sababu unakuwa umezivaa nguvu. Maanake ni kwamba nguvu za rohoni zinakuwa zimeongezeka, kwa sababu unapofunga unautiisha mwili na roho. Lakini tunajifunza pia habari hata ya Danieli. Kitabu cha Danieli sura yake ya 10 pale kwanza mstari wake wa 3 inaeleza kwamba wakati ambako anasema Bwana alimuongoza Danieli kwa kufunga, alipokuwa anafunga, inasema kwamba anasema mfalme wa Uajemi akapambana maombi yake, ila kwa sababu alikuwa ni maombi ya kufunga, ilibidi nguvu itokee mbinguni kumtetea na mfalme wa Uajemi. Na baada hapo maombi yake yalizuiliwa, lakini ikafika wakati ilikuwa lazima maombi yaruhusiwe. Naomba nieleze habari ya mtu mmoja kwenye kitabu cha Mwanzo kabisa, ambaye alifunga katika mfumo wa ajabu akapata ushindi. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 27 kuanzia mstari wake wa 27. Tunamfahamu mtu mmoja anaitwa Isaka. Isaka alikuwa na wana wawili, lakini mmoja wapo alikuwa anaitwa Yakobo. Yakobo baba yake Isaka akamwambia wanae wawili, Esau na mdogo wake, akamwambia yule mkubwa kwamba nitafutie chakula kizuri nile nifurahi ili niweze kubariki. Tunajifunza kwamba baada ya pale ikabidi Yakobo akawahi haraka, na mama yake alimwelekeza maelekezo, akaandaa yeye, akamletea baba yake akala. Wakati amemaliza kula tu chakula,
anataka kutoa kwenye ile eneo la baraka, kaka yake akawa amekuja, kwa ikabidi moja kwa moja akimbie. Kwa akakimbia akiwa na njaa, akapita jangwani, akakaa muda mrefu jangwani akiwa na njaa. Binasema akafika Betheli, akalala ule usiku, akaweka mto ambao ulikuwa ni jiwe, kwa sababu alikuwa ameshaachana mwili. Manake mwili umeshaachana roho, manake ni kwamba mwili ni dhaifu, umechoka, ana njaa. Akakonekti haraka rohoni. Binasema ngazi katoka mbinguni, malaika wakashuka na kupanda wakimhudumia pale. Kwa sababu gani? Tayari alikuwa mwili huu hauna chakula, alipata mfungo fulani ambao ulitokana na yale mazingira. Kwa pointi ya msingi ni kwamba unapofunga, kazi yake kubwa ni kutenganisha mwili na roho. Manake ni kwamba ile mfumo wa kimwili, yale maisha ya kimwili yanatenganishwa na roho. Lakini pointi nyingine ni kwamba kufunga manake ni kwamba ni kuacha ile raha uliokuwa umeizoea, ni kuacha mfumo bora uliokuwa umeuzoea. Manake unaanza mfumo kama wa kujitesa au kujitabisha. Kuna wengine wanafunga mifungo aina nyingi. Kuna mwingine kufunga kwake anahama chumba, anaenda kulala chini, anaomba. Manake ni kwamba ameondoa mwili katika mfumo uliozoea wa kulala kitandani. Mwingine anaacha kula vyakula kama tunavyosikia, kwa wengine wanafunga na chakula. Kwa ni namna fulani kuadabisha mwili ili kuipa nafasi rohoni kuweze kushamiri, na ukishamiri rohoni, uwepo wa Mungu unashuka, na uwepo wa Mungu ukishuka unakupa nguvu za kustahimili vita. Kwa hiyo naomba niseme na mtu anayetazama ya kwamba unapoomba na kufunga, hakikisha ya kwamba umekuwa na lengo, na lengo lako kula kufunga na kuomba ni lazima kwanza utiishe mwili ili roho yako iwe connected, iungane na mbingu. Hapo utapokea majibu unayohitaji. Nimebarikiwa sana miezi hii ya kufunga. Tunao mwezi mtukufu wa Ramadhani na tunao Kwaresma, na wenzetu wa Pentekoste na dini zingine za Kikristo wamekuwa wakifunga Januari kwa ajili ya kubariki mwaka na kutaka wepesi katika mwaka na mwezi wa pili. Wengine hufunga mara kwa mara, wengine katikati ya wiki, Ijumaa na kadhalika. Lakini nia na kusudi kuu ni kutiisha mwili ili mfumo wa rohoni uungane na mfumo wa kiungu ukupe majibu. Wewe ni shujaa, umebarikiwa sana.